kwa Luqman na changamoto mbalimbali kwa vijana wa umma huu ama wa leo hii. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuanza katika sura al-Baqara aya nambari 269, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Katika imani, katika aya hii, katika sura hii, Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, anasema kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala humpa hikma amtakaye, na hakika mwenye kupewa hikma basi amepewa kheri zilizokuwa nyingi, lakini hawawezi kuyatambua haya ila wale wenye yakini. Ndugu zangu katika imani, tufahamu hikma ni jambo gani? Hikma ni nini? Hikma ni namna gani ya mwanadamu anaweza kupewa jambo kubwa katika sura maarufu, Suratul Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii kuanzia nambari 12 mpaka 19 ameelezea na kumtaja Luqman na hikma ambazo amempa. Lakini pia katika aya pekee, aya nambari 13, aya nambari 16, 17, 18 na 19 ni aya ambazo yeye mwenyewe Luqman alayhi salam akawa anaotoa usia mbalimbali kwa mtoto wake. Ndugu zangu katika imani, tujiulize sisi, mimi na wewe, kwamba ni kwa namna gani Allah subhanahu wa ta'ala amtaja Luqman. Luqman ambaye katika historia inasema kwamba hakuwa katika manabii wala hakuwa katika watu ambao ni viongozi wala hakuwa katika watu maarufu, lakini si ajabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtaja ndani ya Qur'ani kwa kumpa sura maalum, Suratul Luqman. Tujiulize swali, mimi na wewe, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaja visa mbalimbali katika Qur'ani. Amemtaja Musa kama mtume, akawataja mtume mbalimbali, akataja malaika mbalimbali, akawataja wanyama katika Qur'ani, akawataja wadudu kwenye Qur'ani, akawataja majini kwenye Qur'ani, akataja imekuwaje, lakini akamtaja Luqman alayhi salam miongoni mwa waja ambao wamepewa hikma. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani kwa kuweza kutukumbusha, asema kwamba walaqad atayna Luqman hikma, kwa hakika amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yashkuru fa innama yashkuru nafsi. Kwa namna yote ile, yule ambaye atakayekuwa mwenye kushukuru, basi si nyingine atakuwa anashukuru kwa ajili ya nafsi yake. Wa man kafara, na kwa hakika atakayekuwa mwenye kukufuru, fa inna Allaha, kwa maana atakuwa mwenye kukufuru, fa innama yashkuru nafsi, kwa pia atakuwa anakufuru kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe. Allahu hamid. Na kwa maana yule ambaye atakuwa mwenye kukufuru, basi kwa hakika Mwenyezi Mungu yeye hahitaji kukufuru kwako kwamba utakuwa umempunguzia Allah Subhanahu wa Ta'ala jambo lolote lile. Kwa Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe ghaniyun, ni mkwasi, ni tajiri, ni mwenye kunufaika na vyote vilivyomo katika ardhi na mbingu. Lakini ghaniyun hamidun, mwenye kushukuriwa pia, anahimidiwa kila mara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, katika yanofuatia pia Allah Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia kuhusiana na Luqman pale ambapo aliposema katika aya nambari 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala anazungumza kwa kusema, wa idh qala Luqman li mpendwa, la tushrik billah, kamwe isije kukupumbaza ukaja kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna shirka la dhulmun adhim,
hakika katika dhulma kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni usia wa kwanza ambaye Luqman anamuhusia mwanawe kwamba kamwe katika maisha yako usije kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika shirki ni katika dhulma iliyokuwa kubwa kabisa. Sasa tujiulize mimi na wewe kama wazazi, kama walezi katika umma, namna gani tumekaa na vijana wetu tukawahusia aliyokuwa mema kama ambavyo amesema Luqman alayhi salam kumhusia mwanawe, bali badala yake miongoni mwetu sisi tukao tunahusia watoto wetu kuhusiana ya bunayya, yeye mwanangu mpendwa, yeye binti yangu, yeye ndugu yangu, pindi nitakapofariki mimi, basi hakika mali fulani ni ya mtu fulani fulani, pale palikuwa na hivi, ndugu yako yule usiongee naye, huyo alifanyia kadha. Watoto wanayashika yale ambayo sio faa katika umma. Zote imani akaendelea Luqman kwa kuendelea pia katika aya nambari 16 aliposema, ya bunayya, ewe mtoto wangu, innaha, kwa hakika itakavyokuwa vile, intaku mithqala habatin, pindi utakapofanya ambayo yote vile ambayo sawasawa na uzito wake wa chembe, innaha intaku mithqala habatin min khardalin, utakapofanya ambayo yote ile baya ama nzuri, mfano wa mithili ya khardal. Mfano wa khardal wanasema sawasawa kama vile na uwele, ama ni sawasawa na kitu kidogo sana. Wengine na sasa wakifanisha sawasawa na atom kidogo sana. Basi jambo hilo ukalifanya, fatakum fi safatin au fi samawati au fil ardi yati biha Allah. Jambo hilo ukalifanya katika sehemu ya kificho, iwe katika ardhi, katika mbingu na sehemu yote ile, basi kumbuka kwamba jambo hilo utakaolifanya wewe ukificha au kwa siri, ambako hamna mtu anayekuona, basi kwa hakika Mwenyezi Mungu analiona, atakuletea siku ya Kiyama. Tukiangalia katika aya hii tunajifunza nini ndugu zangu katika imani? Kwamba angalia katika umma hivi sasa watu wakajifungia katika baadhi ya maeneo kwa ajili ya kufanya mambo yao mbalimbali ya siri, ya dhahiri, kwa kuonekana kutokuonekana, lakini kufanya hivi kote huko ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kuidhihirisha yale ambayo wanafanya, wenda katika siri ama katika dhahiri. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawazia hivyo kusema, yati biha Allah, ataita Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, inna Allaha latifun khabir, hakika Mwenyezi Mungu yeye ni mtukufu lakini pia mwenye habari ya yote ambayo tunayoyafanya. Ndugu zangu katika imani, katika aya hii imeelezea wazi namna gani sisi kama umma, namna gani sisi kama Waislamu, namna gani sisi kama jamii tuweze kuepukana na masuala mbalimbali ya siri ama ya dhahiri, wenda katika kheri ama katika shari. Kama katika shari, basi jambo hilo Mwenyezi Mungu ataleta, ama katika kheri pia atakuletea, atakulipa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kile ambacho umekifanya. Ndugu zangu katika imani, Luqman ametaja kwenye Qur'ani kwa sababu ya heshima yake, kwa sababu ya uchamungu wake na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ameruzuku katika hili. Leo tuangalie katika athari ya sisi kama vijana. Jambo la kwanza ni katika swala zima la uwajibikaji na athari mbalimbali tunazipata katika upande wa mitandao ya kijamii. Ndugu zangu katika imani, vijana wengi leo hii tumeingia katika dhima kubwa sana, whether ya kuposti baadhi ya mambo usiokuwa na kheri kwa ajili yako wewe, ukakomenti katika baadhi ya mambo usiokuhusu, usiokuwa mazuri, ukajirekodi video mbalimbali zenye maasi mbalimbali, ukaposti jambo lote katika memes mbalimbali. Lakini pia tukumbuke kwamba haya yote unayoyafanya yatafikia katika mgongo wa ardhi, na mwisho wa siku siku ya Kiyama Allah subhanahu wa ta'ala, wewe utakapokuwa ndogo ama ni kubwa, Allah subhanahu wa ta'ala atakuletea ile ambayo ulifanya na utabakia kwenye kumbukumbu ya dunia baada ya kuondoka kwako. Tujiangalie sana vijana katika hili, kwa sababu imekuwa leo utakapotembelea mitandao ya kijamii tunaona mara kwa mara posts zisizofaa za vijana wa kiume kwa kike, pia hawatambui kwamba jambo ambalo wamelifanya hili
basi tutaendelea kubaki katika dunia yako hii hata baada ya kufa kwako, hata baada ya kuondoka kwako, hata baada ya uzee wako, yataendelea kuwepo na watu kuja kuangalia karne na karne. Ndugu zangu katika imani, tujihadhari sana haya, kwa sababu ni katika dhulma iliyokuwa kubwa. Kama utafanya haya bila kutambua, itakuwa ni dhima kwa sisi na dhambi kubwa katika sisi kama jamii. Funzo tunalipata katika hapo za Uislamu, kabla ufanye jambo lolote lile, basi lazima ufikirie kabla ya kulifanyia kazi ama kabla ya kulitenda. Ama katika jambo lingine, hadithi Mtume sallallahu anasema katika hadithi kwamba al-qayisu man daa nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Mwenye akili, mtu yote ambaye mwenye akili yule ambaye ameipusha nafsi yake na akafanya yale ambayo yatakamfaa hata baada ya kufa kwake. Sasa kama sisi tutafanya mambo ambayo hayafai katika jamii, basi yatakuja kuwa shahidi kwenye siku ya Kiyama, na siku ambayo tutakapoanza kutoa makaburi yetu. Allah subhanahu wa ta'ala atakusha na hayo, kwa sababu ni katika upotofu na katika mambo ambayo sio katika jamii, kwa sababu tumefanya mambo ambayo yanakwenda kinyume na usia ambao Luqman alimuhusia mwanae katika ucha Mungu na katika mambo zote ambazo amesema katika aya ambazo tulizotangulia kusoma. Basi kwa hakika usia ambao unafaa na utumie lugha laini ambayo inaweza kumfanya mtoto wako na kijana wako akaweza kuelewa nini ambacho tulikuwa anaambiwa. Luqman hakutumia ukali pale, hakutumia jazba, alitumia nafasi yake kuweza kumuhusia mwanawe katika maneno laini ambayo yamemfanya awe sehemu ya kumbukumbu katika dunia yetu hii. Lakini pia katika malezi yetu sisi kama vijana, kama wazazi pia, tuna umri ambao watoto tutatakiwa tuwakaribie na tuwaseme kwa umri ambao unafaa kusemwa na kuweza kuelezwa kwa ukali. Lakini kuna baada ya kutafanya kupita watoto wako ama binti yako ama vijana wako, mfanye kwa rafiki yako na umpe nasaha njema, ili aweze kuyashika yale ambayo unamwambia, aweze kuyazingatia pia kwa namna lugha anayotumia, ikiwemo katika lugha sahihi, ili aweze kuyashika. Lakini kama utamchapa, utampiga, kuna vile utampiga kwa vile utakuwa naye, atakutoka kwa mikono yako na sehemu nyingine, utamdhibiti vipi? Lakini ukimpa elimu na sasa zilikuwa njema, basi ataweza kuwa sehemu ya kuzingatia yale ambayo ameyasema Luqman kumhusia mwanawe. Ndio katika imani. Ama katika uongozi, baadhi ya viongozi pengine wanaweza kuwa viongozi wa kosa hikima, na mwenye kupewa hikima amekuwa amepewa jambo hili nyingi. Kwa kama ni kiongozi pale ulipo, basi tayari kutumia hikima ambazo amesema Luqman mtaji Qur'ani, na wewe pia ni sehemu ya kuweza kuzingatia na kufanyia kazi. Ndugu zangu katika imani, katika sifa kubwa ambazo katika sifa kubwa ambazo Luqman alimhusia mwanawe, jambo la kwanza alimhusia kuhusu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili alizungumzia kuhusu kusomesha swala tano, na katika jambo la tatu alimhusia katika kusimamia maadili katika jamii, katika umma, lakini pia kuwa na subira katika ambayo ameyapata. Wasbir katika aya Mungu anasema wasbir ala ma asabaka inna dhalika min asbil umur, na kufanya subira katika jambo lote utakaopata mwanangu, kwa sababu hayo ni miongoni mwa mambo ambayo yamekwisha kuwa yenye kuazimiwa kwa wewe. Kwa hiyo ukiwa ni mwenye kumsha kheri, ukiwa ni mwenye kutazama mabaya, ukiwa ni mwenye kuwa kiongozi, basi tarajia kwamba mengi atakupata kama kiongozi, mengi atakupata kama mtawala, mengi, lakini kikubwa ni kuwa na subira, kama ambavyo Luqman alimhusia mwanawe katika swala zima la aya hii ambayo nimesema kwa nyuma, katika aya namba 13 mpaka namba 19 katika mlongo ambao nimesema. Katika imani, Mungu Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze sote, atujalie, atupe hikma kama alizompa Luqman alayhi salam. Atujalie katika umma huu pia kuhusiana na watoto wetu, pia tuwape maadili mema, tuwape mafunzo mema yatakayoweza kuwafaa kabla sisi kuondoka, hata baada ya kuondoka kwetu. Tuombe Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuongoze sisi na vizazi vyetu mbalimbali na jamii kwa ujumla iweze kuongoka na kupewa hikma kama ambavyo alipewa Sayyid Luqman alayhi salam. Uda rabbakum wa antum mutawallijatu. Masuluna awlayati. Katika vile bukana al-Imam Bukhari na Muslim, kwamba kila mmoja katika sisi katika jamii ni mchunga, na ataulizwa kila mmoja kile ambacho amekichunga katika jamii yake. Bila shaka sisi kama vijana, kama jamii, kama umma, kama Waislamu kwa ujumla, inawezekana ukawa nyumbani kwako ni kiongozi, katika familia ukawa pengine shuleni kiongozi, ama vioni pia ukawa ni kiongozi fulani, ama katika mitandao mbalimbali.
hizi groups mbalimbali tunazoanzisha hizi, ikawa ni kiongozi, basi hakika wewe pia kama ni kiongozi, basi ni mchunga kwa watu wako, na kila mmoja katika sisi ni mchunga na ataulizwa kile ambacho tumekichunga mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tunatakiwa tuweze kujiepusha na yale ambayo yanayokwenda kinyume na akhlaki mbalimbali zisizofaa, kwa sababu kile ambacho tutakachokuwa kutangaza mbele ya Allah ndicho tutakachokikuta kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu katika imani, kwa kumalizia hotuba hii ya pili, niwaombeni sana, kama wewe ni sehemu ya mzazi, kama mlezi, kama mtoto, kama kijana, kama binti, tumia nafasi yako hii ambayo umepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuruzuku umri, kuruzuku afya, kuweza kufanya yale ambayo yatakayokufaa hata baada ya kufa kwako. Umri haurudi nyuma, umri unakuzidi kwenda mbele. Hatuwezi kujua leo wala kesho tutakuwaje. Hivyo basi, kwa kutumia nafasi yako, kwa kutumia fursa yako, kwa kutumia cheo chako, kwa kutumia pesa zako, kwa kutumia mali yako, ifanye kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yeye ndiye atakaye kuongoza katika haya baada ya kuwa umetaka kubadilika wewe mwenyewe. Inna Allaha la yaghfiru, inna Allaha Mwenyezi Mungu abadilisha ambayo yanayokuwa kwa mja, siku mpaka mja mwenyewe aweze kubadilika yeye mwenyewe. Allah Subhanahu wa Ta'ala atuongoze, atujalie, atupe hikma, atujalie maadili mema, atujalie ucha Mungu, atujalie miongozo kwa wazee wetu, kwa wazazi wetu, miongozo kwa jamii kwa ujumla, iweze kubadilika, iweze kuwa na hikma. Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie pia kwa wazee wetu ambao wametulea, kama wamefariki, Mungu awarhamu kwa walipo, lakini pia wale ambao kwa Mungu awape afya njema kwa malezi waliowapa, waliotupa sisi, ili tuweze na sisi kama sehemu ya ujira kwao pia na baraka kwao pia. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii. Kupata kivuli cha Allah Tabaraka wa Taala ni yule kijana ambaye alikuwa na magugu, ni kijana ambaye alishikamana na Allah Tabaraka wa Taala, yaani muda ambao bado una nguvu, unaweza ukafanya chochote. Unaweza ukaenda disco, hukwenda, unaweza ukafanya mambo mbalimbali ambayo yanamkera Allah Tabaraka wa Taala, lakini ukijizuilia wewe kama kijana, basi Allah Tabaraka wa Taala kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kijana huyo ameidiwa kupewa kivuli siku ambayo kutakuwa hakuna kivuli. Lakini pia nilipata kisa kimoja. Bwana mmoja alikuwa ni alim, alisoma. Baada ya kusoma kama kawe imamu, mwalimu wa madrasa, alipofika ni katika jamii kama jamii ya watu wa Rubira. Baada ya kufika yule mtu, wakamwambia, sasa wewe ikramu tunayokufanyia kwa namna ambavyo tulikuwa tuna shida na mtu wa kuendeleza dini, wewe hutopika nyumbani kwako, utakuwa utaanza nyumbani kwa muumini mmoja mpaka waumini wote wanakwisha. Sasa kumaliza waumini takriban miezi kama 6. Sasa amekwenda nyumbani kwa bwana mmoja, kakaribishwa nyumbani, kakuta chakula, lakini ajabu waliweka pesa mezani, pesa nyingi sana mezani, ilikuwa ni mshahara nafikiri wa baba. Yule bwana, kwa sababu madirisha yalifunguliwa, ikapigwa upepo, zile pesa zikadondoka. Zile pesa kaona ili zisidondoke tena, kaziweka kwenye msahafu. Akasema nitawaambia wakati wa kutoka, kasahau kuambia kwamba jamani, zile pesa mliweka hapa, nimeziweka kwenye msahafu. Kaondoka zake. Wanarudi, mke anamuuliza, bwana vipi zile pesa? Kipindi anaingia mgeni, mimi nimeziacha hapa. Mzee vipi bwana, shehe atakuwa tayari kashachukua. Shehe kashachukua. Yule bwana akasema, hapana, mimi nitakwenda nitawaambia msikitini kwamba shehe kachukua pesa zetu. Tumemkaribisha kwa wema, lakini kazichukua pesa. Mkewe akasema, hapana, utakuwa umemwadhiri, itasababisha shehe ataondoka. Tutashindwa, watu watashindwa kustafidi. Basi ikabidi wanyamaze, lakini yule bwana likawa bado linamuumiza ndani. Bwana shehe tunamkaribisha kwa wema, alafu mwisho wa siku anaondoka na pesa. Imekwenda mzunguko, miezi 6 imekwisha. Anarudi pale, ndio imefika zamu yake. Sasa wasema, bwana sisi kwetu bwana asije bwana. Sasa watu bado watatia shaka, inakuwaje, kwa nini asije bwana, aje tu, hatuna namna. Yule bwana sema sawa, ila hata akija nitamwambia haiwezekani, amechukua pesa. Kaona ili zisidondoke tena, kaziweka kwenye msahafu.
Akasema nitawaambia wakati wa kutoka. Kasahau kuwaambia kwamba jamani, zile pesa mliweka hapa nimeziweka kwenye msahafu. Kaondoka zake. Wanarudi, mke anauliza, bwana vipi zile pesa kipindi anaingia mgeni mimi nimeziacha hapa. Mzee vipi bwana, shehe atakuwa tayari kashachukua. Shehe kashachukua. Yule bwana akasema hapana, mimi nitakwenda nitawaambia msikitini kwamba shehe kachukua pesa zetu. Tumemkaribisha kwa wema lakini kazichukua pesa. Mkewe akasema hapana, utakuwa umemwadhiri, itasababisha shehe ataondoka. Tutashindwa, watu watashindwa kustafidi. Basi ikabidi wanyamaze, lakini yule bwana likawa bado linamuumiza ndani. Bwana shehe tunamkaribisha kwa wema, alafu mwisho wa siku anaondoka na pesa. Imekwenda mzunguko, miezi 6 imekwisha. Anarudi pale, ndio imefika zamu yake. Sasa wasema bwana, sisi kwetu bwana asije bwana. Sasa watu bado watatia shaka, inakuwaje, kwa nini asije bwana, aje tu, hatuna namna. Yule bwana sema sawa, ila hata akija nitamwambia, haiwezekani, amechukua pesa. Sasa siku hiyo amekuja yule bwana, amekaa, anaambiwa bwana shehe, wewe siku hilo mengi kutoka kwake. Sambamba na hilo